Bwana Yesu asifiwe. Mahali pengine nilipata shida sana wakati ninasoma Biblia. Wakati Yesu anapita na wanafunzi wake, aliwauliza swali jepesi. Akasema, hao watu mnaowaona, Wakristo wote hao mnaowaona hata kwenye ibada, wananiita mimi kuwa nani, au wananiona mimi kama nani? Majibu ya wanafunzi yaligawanyika. Wengine walisema ni Elia, wengine wakasema ni Yohana Mbatizaji. Nikajiuliza kwa nini walikuwa na majibu hayo. Sasa leo nimepata jibu kwamba walikuwa wasomi waliosoma sana Biblia, walijua yote haya. Bwana Yesu asifiwe. Yohana, tunapomsoma Yohana, watu wengine wanashindwa kutambua Yohana wako wa aina mbili. Aliyeandika nyaraka na Yohana Mbatizaji. Aliyeandika Injili ni Yohana ambaye aliandika vitabu vingi sana, hata kitabu cha Ufunuo. Lakini Yohana huyu tunayemsema leo ni Yohana yule aliyekuwa akiishi nyikani, alikuwa akibatiza watu katika mto Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Yohana huyo alikuwa ni mtoto wa Zakaria, mama yake alikuwa ni Elizabeth. Lakini Yohana yule mwingine alikuwa mwana wa Zebedayo, mama yake aliitwa Salome. Hawa watu wako tofauti, lakini habari ya leo inatufundisha juu ya Yohana ambaye alikuwa anabatiza katika mto Yordani. Sasa wakati huo, wakati ukisoma, tuliposoma katika kitabu cha nabii Isaya, mstari ile ya mwanzoni kabisa 5 na 6 inasema, nami nitachipua chipukizi katika uzao wa Yese. Atatokea mtu ambaye ataenda kuwafumbua watu macho, vipofu watapata kuona, visiwi watapata kusikia. Ni habari za utabiri wa ujio wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika Biblia ukiendelea kusoma kitabu cha Malaki sura ya 4 mstari wa 5, Biblia inasema, sasa ninamtuma nabii wa mwisho ambaye ni Yohana Mbatizaji, anamwita kama Elia. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Malaki, anaitwa Elia, ni kama nabii Elia aliyetoweka. Ndio maana nilipojiuliza swali, wanafunzi walijibu kwamba ni Elia. Hawakujibu bure, walisoma katika kitabu cha Malaki. Biblia inasema huyo ndiye nabii aliyekuwa wa mwisho. Lakini Yesu hakuwa nabii. Yohana ndiye alikuwa anakamilisha unabii wa kumwandaa Yesu. Baada ya mahubiri ya Yohana, baada ya Yohana kuifanya kazi ngumu aliyotumwa na Mungu, alihubiri watu watubu dhambi, akawabatiza katika mto Yordani. Baadaye alikuwa huru kusema maneno ya Mungu bila hofu. Alijitoa muhanga kusema lolote lile, hakuficha dhambi yoyote, aliweka wazi. Mahali pengine utafikiri alitukana, alisema, enyi kizazi cha nyoka, nani amewaloga mpaka mnaikimbia hukumu mnakuja kubatizwa? Alitamka maneno hayo kwa sababu alikuwa na uchungu na dhambi. Alipokemea dhambi, alipofanya hivyo, hakuficha dhambi ya mtu hata mkubwa. Akawekwa gerezani, akafungwa kwa ajili ya mwanamke mwenye wivu ambaye aliharibu maisha yake. Alipofungwa sasa gerezani, yupo gerezani leo, neno la leo linatukumbusha kwamba akawatuma wafuasi wake, akasema, nimesikia habari za Kristo, nenda mkamuulize, ndiye Masihi aliyekuja au tumungoje mwingine? Bwana Yesu asifiwe. Alitaka kuhakikisha. Alijua kabisa kwamba kule kifungoni hawezi katoka, huenda ukawa mwisho wake kule kule. Sasa anauliza kwamba, je, habari hizo ninazosikia, huyo ndiye Masihi ambaye alitabiriwa katika vitabu vya manabii, ambaye alitabiriwa katika kitabu cha nabii Isaya? Ndiye aliyekuja. Lakini Yesu alikuwa ni mtu wa ajabu. Hakuwa anajibu swali papo hapo, alikuwa anatoa mafundisho. Hakujibu kwamba kamwambie ndio mimi. Alimwambia
nendeni mkashuhudie kazi mnazoziona zinafanyika. Alitumia usomi kidogo, alitumia maarifa, alitumia hekima. Hakuwa na majibu ya haraka. Akasema, kamwambie mambo mnayoyaona. Vipofu wanapata kuona, visiwi wanapata kusikia, wafu wanafufuliwa, vipofu wanaona, walioonewa, walio masikini ambao wamefungiwa wanahubiriwa habari njema. Nendeni mkafikishe ujumbe kwa Yohana ili ajue kabisa kwamba huyu ndiye Masihi, kwa sababu utabiri wa Isaya alisema atakuja kuwafumbua macho waliokuwa vipofu. Yesu amekuja, hajaja kutafuta riziki katika dunia hii, hajaja kutafuta jambo gani. Amekuja kwa ajili ya kutafuta wanadamu walioonewa. Alipotoka mlimani, alipofunga siku 40 akashuka, alipoongozwa na nguvu ya Roho akarudi hekaluni, akasimama akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma kuwafungulia wafungwa. Ni wafungwa gani ambao Yesu alisema? Ni wafungwa walio magereza ya Itumba, ni wafungwa waliofungwa Songwe, ni wafungwa walioko Keko, ni wafungwa walioko Ukonga au Rwanda? Hapana, sio wafungwa hao. Yesu alikuja kuwafungua watu waliofungwa na dhambi, waliolemewa na mizigo. Dhambi imewazunguka watu hao, ndio Yesu alikuja. Lakini tofauti yake, Wayahudi hawakumuelewa, walikuwa kwenye mambo ya siasa. Walifikiri Masihi atakuja kuwaokoa na mambo ya kama unavyofikiri wewe kwamba Yesu amekuja kuwafungua wafungwa waliofungwa wako Songwe au wako Itumba kule magereza. Ndivyo walivyofikiri kwamba Yesu anakuja kwa njia hiyo. Kwa sababu hiyo walishindwa kumuelewa katika mfumo wao. Walifikiri anapokuja kuwafumbua vipofu ni wale ambao hawaoni, wanaongozwa na watoto, wanawafuta na mkono. Walifikiri ni hawa ambao Yesu amekuja kuwaokoa. Kumbe Yesu alikuja kuwaokoa vipofu ambao wanaona lakini moyoni hawaoni. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona watu kwamba vipofu, kweli vipofu. Watu wengine unapoona visiwi hawasikii, ni watu ambao unaona mtu anapoambiwa kitu hiki unachokifanya ni kibaya, hasikii, anaendelea kukifanya. Huyo ni kiziwi, hasikii. Unapomwonyesha kuwa hii ni mali ya watu usiiparamie, anaiparamia, huyo ni kipofu. Anayepotea njia, nyumbani kwake ni huku, anaelekea huku, lakini macho yote yanaona, naona tu, anapita na luka na makolongo, anapita kwenye mawe, anapotelea huku. Ujue ni kipofu ambao Yesu alikuja kuwatafuta. Lakini Yesu alithibitisha kabisa. Alisema maneno magumu. Alimuweka Yohana. Yohana alipopata habari za Yesu, alitia mashaka, alikuwa na mashaka kwamba atakuwa ni mwenyewe. Kama wewe unavyokuwa na mashaka juu ya jambo fulani wakikwambia. Unakuwa na mashaka, unajiuliza kwamba hivi jambo hili wamelisema ni kweli? Watu wengine wanataka kudhibitisha, wanataka kuhakikisha. Ndio alichokifanya Yohana. Isaya alitabiri hayo. Umasihi wa Yesu ulitofautishwa, ulilinganishwa na siasa. Ukifikiri Yesu atakusaidia na maadui zako ambao mnagombania mashamba, Yesu hakujia kwa ajili ya hiyo. Yesu alikuja kukuokoa wewe na zako. Ndio maana Yohana alithibitisha, aliyaweka wazi. Yesu alikuwa anafuata, sababu Yohana alikuwa amepitisha msasa, alikuwa amesafisha njia. Habari za Yohana zilikuwa zinaonyesha juu ya huruma sana. Alisema mwenye kanzu 2 na ampe asiye na kanzu, mwenye vitu vingi amgawie na mwingine asiye navyo.
hayo mambo yalikuwa yanahusu ufalme wa Mungu. Mkristo wa leo ukimwambia hayo atakwambia hujaelimika, kwamba nianze kuchukua mali zangu niwape masikini, nimgawie asiye nacho. Alikuwa wapi yeye kukipata? Lakini Yohana aliyaweka wazi, na ndio msingi ambao Yesu anautaka kwako. Ndugu zangu wapendwa, Yesu Kristo anajitahidi kutukumbusha mambo yanayotupasa kutenda. Anamwambia Yohana, anathibitisha kwamba yeye amekuja kwa ajili ya mambo haya. Ukiwa na shida yoyote katika maisha yako, kama macho yako hayaoni, Yesu amekuja kwa ajili yako. Kama masikio yako hayasikii, Yesu amekuja kwa ajili yako wewe. Kama wewe ulikuwa hutembei, Yesu amekuja kwa ajili yako utembee, ujue. Kutembea ni kujua mambo yanayoendelea, ni kubadilisha mfumo wa kale uliokuwa nao, ni kubadilisha maisha ulioyazoea hapo mwanzo, kuingia katika maisha mengine ambayo unapenda uongozwe na mtu mwingine. Yesu alitoa mfano huu akasema, nilinganishe nini kizazi hiki? Ukiendelea kusoma mistari ya chini pale, alitoa mfano kwa sababu walikuwa wagumu. Hata Yohana kufa kwake hakukuwa bure. Hata Yohana kupelekwa kwake gerezani ilikuwa kwa fitina ambayo ilitokea katika mji ule. Mama mmoja aliolewa na mwanamume akafa. Alipokufa akaenda kuolewa na ndugu yake. Yohana kawaonya kwamba si vizuri kufanya hayo, lakini kwa sababu yule mama alimuona yule mwenye mali, indekeshe pakuliki chuma ichi ndingi mukashwa mulume negiwa mkoyi wangu, haiwezekani. Akafanya hila, akatafuta mbinu ya kumweka Yohana gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Yohana aliongea ukweli. Watu wa Mungu, ukiwa mkweli, Mungu anafurahi. Ndiyo maana Yesu anasema katika mstari ule wa mwisho, nimeshituka. Anasema hapata kuwepo na mtu mwingine mwenye uzao wa wanadamu atakayekuwa kama Yohana. Yohana alimaliza yote. Alisema ukweli hata panapostahili ukweli. Alisema ukweli, hakuogopa, hakutishika na maisha ya wanadamu, hakutishika na wenye mali. Mmoja akasema, na mbuguzi Mkristo ambaye anafanya dhambi lakini anatoa mali kanisani, si utapungukiwa? Mbele za Mungu tumefeli kimaisha, tumefeli. Yohana hakuangalia hilo. Hata uwe na mali, lakini ukikosea lazima ukweli uje pale pale. Lazima tuseme ukweli pote, hata nikikosa mali hizo, lakini ukweli wa Mungu uko pale pale. Ndio maana Yesu alisema hatatokea mzao mwingine katika uzao wa mwanamke atakayekuwa kama Yohana. Yohana alikuwa na ukweli, alisimama katika haki, alisimama katika ukweli kumtetea Mungu wake. Alijua kazi aliyotumwa, alijua kabisa. Tofauti na Wakristo wa leo, wanawaangalia wanadamu. Hata wakikuuzi kidogo na zila kazi ya Mungu, umjuu naye mtumikia. Umeingia kwa kupeleleza tu, hujaja kikamilifu. Unakuta mtu anashangaa, anasema siwezi mimi, wamenikwaza, anaacha hata vitabu vya kanisa anavitupa huko, anasema kazi ya Mungu ni ngumu, imenishinda. Ni kwa sababu hajui anayemtumikia, ni kwa sababu hana msimamo na maisha yake. Yesu amekuja kutafuta na kuokoa wewe uliyepotea, ambaye Yohana alikuandalia akasema, kwa nini unaikimbia ghadhabu? Hebu sogea mbele za Bwana. Mwite Yesu awe mwokozi wa maisha yako. Msogeze karibu katika maisha yako ili ufanikiwe, ili usonge mbele katika maisha yako. Yesu asiwe mbali na wewe. Mungu akusaidie, mtumishi wa Mungu, na Bwana abariki neno lake.